siku linazuka jipya, huyu kafumaniwa, huyu mapepo kapa. Nitafuna mitambo, nitafuna mitambo. Kila siku fundi simu wala pia ila fundi simu ila fundi simu nitafunda mitambo funda mijambo la sokoni fiti kila siku ila fundi simu wala fundi jimu ila mitambo. Hapa sio studio kaka, hapa ni msibani. Watu tumechoka, tunahitaji kupumzika. Wewe saa 8 za usiku hizi unaimba. Unaimba nini ndugu yangu? Kitu kidogo. Unajua vitu kama hivi vinahitaji vibe. Wewe unajua tuko wapi? Tuko msibani. Alafu saa 8 za usiku hizi unaimba. Hebu lala bwana. Sawa. Na kila mtu mwenye kiti. Tulale kaka, mlala. Naomba ulale bwana. Watu tumechoka na hitaji kupumzika na watu wamelala wanaimba imba. Wewe mjomba. Punguza kukoroma bwana. Mtu unakoroma kama fundi mageti, sijui kama fundi nini. Hodi. Wenye nyumba hodi. Karibu. Asante. Karibu. Asante. Karibu. Asante. Habari za hapa? Salama, za kwako? Salama. Samani, kaka nimemkuta? Kaka hayupo, maana toka atoke asubuhi kwenye mizunguko yake hajarudi mpaka sasa hivi. Oh. Lakini sio mbaya. Hata kama nimekukuta wewe, natumaini jambo litakuwa sio baya sana. Okay. Mimi ujio wangu hapa nimekuja nimeagizwa. Ameagiza Matwanji. Matwanji alifika nyumbani na amenihadisia kila jambo linaloendelea. Na lengo la kuja hapa ni kuja kumwombea msamaha, kwa sababu lile jambo alilofanya hakukusudia. Mimi nilikuwa naomba mumsamehe. Na ndio maana lengo la kuja hapa ningekukuta wewe na kaka yako. Hivi wewe Ndefa, wewe una akili kweli wewe? Asubuhi. Zai, ndio nini unachokifanya sasa hiki? Wewe umekuwa mtoto? Yaani unafua chupi unazianika pa nje. Aliyakuwa unajua hapa tupo msibani. Kwa unafanya mambo kama haya? Na mara ngapi unaelekezwa usikii? Wewe una vizuri kabisa unachokifanya hiki. Kuna wakubwa zako hapa. Una mjomba, una kaka, ba mkubwa na ba mdogo. Leo akitoka ndani akiona unaweka chupi hapa inakwaje? Hivi ushakuona wapi msibani?
mtu akaanika chupi nje? Au wenzako waliokuwepo wanawake wenzako? Leo siku ngapi? Ulimkuta nani kaanika chupi nje? Tabia sijaipenda. Na leo nakuelekeza mara ya mwisho. Umenielewa? Naomba usimame uje utoe chupi zako. Nikaanike ndani kivipi? Na wakati kambi nyinyi mmekaa hapa tena uwanjani. Alafu unaniambia mimi nikaanike ndani. Kwanza nani asiyejua hizo ni nguo? Hizo ni chupi, nani hapo asiyejua? Kila mmoja anajua hizo ni chupi. Nani asiyejua hapa nani mtoto hapa? Alafu mbona mzee unanifuatilia sana? Mimi hizo chupi hapa sitoi kwa sababu hamna mtu anayeshangaa hizo. Hataki mtu yeyote kitoka ndani. Hamna mtu anayeshangaa hizo. Hizo ni nguo kama nguo zingine. Nani asiyejua chupi? Na unachokiongea unakisikia na ukielewa kabisa? Hivi kwa uchafu wote aliofanya Matwanji? Wewe unatoka huko mguu mosi mguu pili tunakuja hapa kumwombea msamaha. Hivi unahisi hicho kifanya ni kizuri eh? Na kama kweli yeye hakuzamilia, sijui alifanya kwa bahati mbaya, sijui nini. Kwa nini atoroke nyumbani? Si angeitisha hata kikao cha familia? Au aniite mimi mwenyewe, bwana bahati mbaya ilitokea au sikuzamilia au ilikuwa 1 2 3. Yeye kaamua kutoka nyumbani. Ina maana ni kwamba sio jambo analijua na alizamilia kabisa kufanya hicho kitu. Sasa nisikilize ndivyo. Unajua hivi vidonda ambavyo unaviamsha hapa vilishaanza kupona. Lakini kwa sasa naona kabisa unaanza kuvifufua upya. Sasa mimi sitaki tena habari za Matwanji wala kumsikia huyo Matwanji. Sijui unanielewa? Na kama kilichokuleta hapa ni habari za Matwanji, naomba changanya miguu yako rudi ulipotoka. Sitaki kabisa kumsikia Matwanji. Na akamwambia kabisa siwezi kumsamehe. Sijui unanielewa? Ehe. Afu wewe mzee nimekuchoka. Nilikuwa nakuangalia tu pale kwenye kikao. Nataka ninyoshe kidole nijibu swali. Umenikatajisha mpaka nimeshindwa kunyosha kidole kujibu hilo swali. Saa hizi asubuhi naona umeamka na mimi kuzisaka kama hizo nguo. Kwa nini unanitafutia nini mimi wewe mzee? Kwani cha ajabu hapo nini? Mbona na ikiwezekana na maana naona hii familia mnanisaka kama sana. Sasa naona ya asubuhi umeamka na mimi. Sasa tafadhali. Naona kama umeshindwa kuniweka hapo kwenye hiyo nyumba yako hiyo, naomba niondoke kabla 40. Msinipe kichwa kuuma. Kwa sababu nimewavumilia sana. Maana hii kwenye hii nyumba kila ninachokifanya mimi naonekana mimi nakosea. Kila ninachokifanya naonekana mimi sijui. Nyinyi ndio mnaijua sana. Sasa nitaondoka hapa kabla 40. Na maana naona mnataka kunipanda kichwani. Nimewavumilia nimewachoka. Wanitumbulia macho kama fundi saka poteza nati. Nimeshaongea nimeeleweka. Kuzai hapo jambo dogo na mtoka mishipako. Wani kuna nini? Nani? Natoka ndani. Namkuta Zaya anafua chupi anaanika pa nje. Namuelekeza ananipaukia kama avanipaukia. Hivi nimuelekezaje mpaka elewe? Hivi wewe mko mtoto huyu wa kufanya mambo kama haya? Wanatoka jumba zake wanaona vitu kama hivi. Hivi ni vizuri? Itaonekana familia hii haina adabu. Namuelekeza anakuwa yuko juu. Hivi ufanyaje Zaya mpaka uelewe? Kwa hiyo hapo umekosea. Alafu na wewe usinipende kichwani. Na hiyo makosea mbele hata mshoki hujapiga afu unakuja kudokea mapemba. Mama yako ndio umesimulia tu. Wewe mwanzo wakati wa mwisho umekosea. Umekosea nini? Wala aje hapa alikuwa anazungumzia kaona wewe. Sasa nasemaje hizo nguo sifui. Fueni nyinyi. Maana hisi mtakuwa mnazikia sabuni mmenichoka naye nikasirike niache sabuni mfue. Sasa hizi nguo sifui, fueni wenyewe mnajua kufua. Nimechoka maana kila siku mnanisema mimi tu kila kitu ninachokifanya inaonekana kama si unamdanganya vipi. Tena simefanya nyinyi inaonekana nyinyi kama kila kitu ninachokifanya inaonekana si vipi. Mpaka kushare jina la ukoo. Ni hata aibu bwana. Kamka asubuhi mtoto wa kike hata uwanja hajafagia kaanza kufua nguo yake. Sasa anabwata tu ovyo. Mana mazonge naona mazonge. Wana ndugu wamevurugwa, nyumba wanaivuruga. Kidauda, wewe ni mpwa wangu kabisa, mtoto wa dada yangu. Upumbavu gani unaofanya? Ujinga gani unaofanya wewe na nduguyo? Mjomba, mimi naelewa kwa wewe ni mjomba wangu. Na tena umenilea tangu nikiwa mdogo mpaka saa hizi nimekuwa. Na najua kabisa unaelewa kwamba mimi siwezi kufanya kitu kama kile mjomba wangu. Mimi jana nilikuwa nimetoka, nilitaka kuelekea chooni. Baada ya kutoka chooni nikamkuta Zai kwenye mlango wa choo. Akinilazimisha mimi kuwa mpenzi wake. Lakini nilikataa katu, sikukubali lile jambo na sio mara ya kwanza. Baada ya kutaka kuondoka nikakuona wewe mjomba. Na jinsi ambavyo ulivyotuangalia nikajua kabisa kwamba utakuwa umehisi kwamba mimi na yeye tumtoka kufanya kitu ambacho kenyewe akipendezi kwa mtu yoyote. Sijafanya chochote mjomba. Yaani nilikwambia kitu. Wewe upo na mimi hapa muda mrefu na kufahamu. Namna tu unavyoongea sura yako inaonyesha tayari umefanya huo ujinga wako. Wewe wakunidanganya mimi? Utanidanganya mimi kweli wewe? Sasa nikwambie Kidauda. Uwe umefanya, uwe haujafanya.
Kama umefanya, na kusihi usifanye tena ujinga huu, na kama haujafanya na kufanyia unasihi nisisikie. Sawa? Sawa mjomba, nimekuelewa. Unidanganye mimi nimezaliwa zamani alafu unanidanganya mimi wewe. Ujinga mkubwa. Kabla